Karibu sana ndugu yangu mpendwa katika vipindi hivi vya muhimu sana katika maisha yetu. Leo ninazungumza jambo la msingi sana na la muhimu sana katika maisha yetu. Ni maneno mafupi sana, imani. Ni nini maana ya imani? Je, imani inatusaidia nini katika maisha yetu? Tafakari pamoja nami somo hili, na baada ya somo hili utaweza kuelewa vizuri juu ya nini maana ya imani na kwa namna gani tuweze kuwa na imani iliyo bora kwa Mungu wetu aliyeumba mbingu na nchi. Basi nikualike tuweze kuomba. Baba, asante kwa ajili ya neema yako. Tunahitaji kutafakari neno lako. Nena pamoja nasi, tumeomba na kushukuru kupitia jina lako Yesu, amina. Nini maana ya imani? Katika kitabu cha waraka wa Waebrania inaeleza maana halisi ya imani. Waebrania sura ya 11 na ule mstari wa kwanza. Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza ndipo tunapopata jibu halisi maana ya imani. Neno la Mungu linasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hii ndiyo maana halisi ya neno imani, ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ndugu yangu mpendwa, ili uweze kuelewa vizuri somo hili, nitakupatia visa vifupi au mifano mifupi juu ya maana halisi ya neno imani. Ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tunafahamu kwamba leo imani ni ya muhimu sana katika maisha yetu. Kwa mfano, mtu unapoenda kupanda pengine basi, usafiri wa basi au daladala, unapanda, uendeshi wewe, unapanda kwa dereva ambaye humfahamu, hujui elimu yake, hujui kwamba ana ufahamu gani kuhusiana na uendeshaji wa gari, lakini unapanda kwa imani ya kwamba unaamini kabisa ya kwamba huyo dereva ataendesha vizuri na atakufikisha salama. Hiyo ndiyo imani. Ni bayana ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hujui mbele itakuwaje, lakini unaenda kwa imani kwamba dereva huyu atakufikisha salama. Lakini pia kwa mfano, unapanda ndege, rubani humfahamu vizuri na uelewi kwamba nani ambaye ataendesha hiyo ndege, lakini unapanda kwa imani ya kwamba yule ambaye ataendesha salama na atakufikisha salama. Hiyo ndiyo imani. Ndugu zangu wapendwa, hiyo ndiyo imani. Unaamini kwamba pamoja na kwamba umfahamu, hujui kwamba yukoje, lakini unaenda kwa imani ya kwamba huyu, kwa sababu amekabidhiwa hichi chombo, ataendesha na atafikisha salama. Hiyo ndiyo imani. Bayana ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Sasa katika maisha yetu, tunaporudi katika somo hili, tunapaswa kuwa na imani kwa Mungu wetu aliyeumba mbingu na nchi. Kitabu cha Waebrania sura ile ya 11 mstari ule wa 3 na wa pili, mstari wa 2 na wa 3, Waebrania sura ya 11 anasema, maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa kwa imani, twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Hiyo ndio imani. Bayana ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni kweli kwamba hatukuwepo wakati mbingu na nchi zinaumbwa, lakini kupitia neno la Mungu tunajifunza ya kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi. Hiyo ndio imani. Tunapaswa kukubali, tunapaswa kumkubali Mungu ya kwamba yupo Mungu mbinguni. Hiyo ndio imani. Ndugu zangu wapendwa, hebu tafakari. Ikiwa vitu vidogo vya ulimwengu tunaamini kwa urahisi ya kwamba dereva ataniendesha salama, tunaamini kwa urahisi kwamba rubani atanifikisha salama, tunaamini kwa uaminifu kabisa ya kwamba nahodha ataendesha chombo cha meli kwa usalama kabisa, tunapanda bila kujali ya kwamba huweza kuwa kuna hatari kubwa huko, lakini ile ndiyo imani. Tunaamini kwamba tutafika salama. Ndugu yangu mpendwa, kama tunaamini mambo haya, tunapaswa pia kumwamini Mungu. Kuna kisa kimoja kidogo, sikiliza kwa makini.
Mtu mmoja alikuwa na uwezo wa kutembea juu ya kamba. Aliita watu wakawa wamekusanyika, na akafunga kamba ng'ambo moja na ng'ambo nyingine juu ya mti. Yule mtu akapanda juu kwenye ule mti, akaanza kutembea juu ya kamba. Watu walifurahi, wakamshangilia sana. Akaenda akarudi, akaenda akarudi juu ya kamba anatembea, watu wakafurahi sana. Yule mtu kama hiyo haitoshi, akashuka chini, akachukua toroli, akapanda nalo kwenye mti, akaweka juu ya kamba, akaanza kutembea juu ya kamba huku anaendesha toroli. Akapita vizuri kabisa, na watu walifurahi, wakamwamini, wakamuelewa, wakamshangilia sana. Akaenda na toroli, akarudi, akaenda akarudi. Ndipo akashuka yule mtu, akaita mmoja kwamba kama kuna mtu mmoja ambaye ameelewa vizuri hili swala, hebu aje nimpakie kwenye toroli, niende naye kule juu, nitembee juu ya kamba, huku yeye akiwa amepanda kwenye toroli. Hapo ndipo ilipokuwa kasheshe. Watu hawakutaka kuenda kupanda lile toroli, walikuwa naogopa kwamba wataanguka. Ni kweli walimuona yule mtu anatembea kwenye kamba, lakini bado pamoja na hayo walikuwa na mashaka naye. Hawakuamini vizuri kwamba huenda akaniangusha, huenda akatumia njia ambayo sio sahihi. Kwa hiyo waliogopa. Ndugu zangu wapendwa, imani halisi ni imani ambayo inaeleza hakika ya mambo yatarajiwayo. Tuna imani kwamba mbingu mpya na nchi mpya ziko mbele yetu. Tuna imani ya kwamba siku moja Mungu atafuta machozi, mateso hayatakuwapo tena. Tuna imani ya kwamba Mungu anasamehe dhambi. Hiyo ndio imani halisi. Tunahitaji kuwa na imani ya kweli katika maisha yetu. Hebu Mungu atusaidie tuweze kuwa na imani katika maisha yetu. Imani halisi inaweza kutuokoa. Kitabu cha Waebrania sura ya 11 kinaeleza habari za mashujaa wa Mungu, wazee wa imani, watu ambao walimtumainia Mungu kwa imani kubwa, walifanya mambo makubwa kupitia imani. Mungu atusaidie tuweze kuwa na imani. Bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Biblia inasema kwamba yeye ambaye anamwendea Mungu aamini kabisa ya kwamba Mungu yupo na anaweza kuwaokoa. Anasema imani kama hiyo ndio imani ambayo inaweza kubadilisha maisha. Lakini pia maandiko yako wazi ya kwamba imani, kitabu cha Yakobo kinasema kwamba imani inaongoza katika utii. Imani bila matendo ni bure, imekufa kabisa. Kwa hiyo lazima tuweze kuwa na imani bora katika maisha yetu, imani ambayo itabadilisha maisha yetu, imani ambayo itamtegemea Mungu kwa asilimia zote, imani ambayo itakuwa ni bora kabisa katika maisha yetu. Mungu atusaidie ili tuweze kuwa na imani bora, imani imara, imani isiyotetereka, imani ambayo kama jinsi ilivyowaongoza wazee na manabii ndivyo ambavyo itaweza kutuongoza nasi. Unaposoma mstari ule wa 4 kitabu hichi cha Waebrania sura ya 11, anasema kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa imani Habili alitoa dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Lakini pia unaposoma mstari wa 5 wa Waebrania 11, anasema kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimuhamisha. Kwa hiyo imani ndicho kiini cha kuleta mabadiliko katika maisha yetu. Tuwe na imani. Kama unamwamini dereva, kama unamwamini rubani, kama unamwamini nahodha ya kwamba atakufikia salama, hebu tumwamini Mungu ya kwamba yupo Mungu wa kweli ambaye anahitaji tuweze kumtumainia yeye katika maisha yetu. Yeye yuko salama daima, atatufikisha salama katika safari yetu ya maisha. Mungu wetu mwema atubariki, atusaidie ili tuweze kuchukua hatua imara za kuweza kumtumainia yeye. Mungu akubariki ndugu yangu mpendwa unapotafakari somo hili. Mungu akubariki unapochukua hatua ya kuweza kumwamini na kumtegemea Mungu. Bwana akubariki sana. Tuweze kuomba. Asante Baba kwa ajili ya somo hili. Wengi tumekuwa na mashaka, tusaidie tukaweze kuwa na imani imara katika maisha yetu, imani ya kukutegemea wewe. Tumeomba na kushukuru kupitia jina lako Yesu, amen.